tujenge. Watu wa Mungu tujenge imani zetu, imani zetu, tujenge imani zetu. Watu wa Mungu tujenge imani zetu, imani zetu, tujenge imani zetu. Tuimarike zaidi katika kumjua Mungu Baba. Tuimarike zaidi katika kumjua Mungu Baba. Tena ahadi za samani, ili tupate ahadi hizi, ni kuwa washirika wa tabia ya Mungu. Tukiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa, ili tupate ahadi hizi, ni kuwa washirika wa tabia ya Mungu. Tukiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. wasio na matunda.
yasiyo na matunda, kwa kumjua yeye Mungu, yeye Mungu. Imani zetu zitaimarisha. kwa kumjua yeye Mungu, yeye Mungu. Hey. Imani zetu zitaimarisha. Tuasiyekuwa nayo ambayo Mungu anahitaji tuyafanye katika kumjua yeye Mungu. Anafananishwa na kipofu ambaye hawezi kuona vitu vilivyo mbali. Anafananishwa na kipofu ambaye hawezi kuona vitu vilivyo mbali. Ambaye amesahau kutakaswa kwa dhambi zake za zamani. Ambaye amesahau kutakaswa kwa dhambi zake za zamani. Kusikia neno la Mungu, neno la Mungu. Maana imani huja kwa kusikia neno la Mungu, neno la Mungu. Hivyo bila neno la Mungu imani zetu ni bure. Hivyo bila neno la Mungu imani zetu ni bure. Maana imani huja kusikia neno la Mungu, neno la Mungu. Maana imani huja kusikia neno la Mungu, neno la Mungu. Hivyo bila neno la Mungu imani zetu ni bure. Hivyo bila neno la Mungu imani zetu ni bure. Tujenge imani, tujenge katika Kristo, tujenge watu wa Mungu, tujenge imani zetu, imani zetu, tujenge imani zetu. Watu wa Mungu, tujenge imani zetu, imani zetu, tujenge imani zetu. Tuimarike zaidi katika kumjua Mungu Baba. Tuimarike zaidi katika kumjua
ameziruhusu zimiminika kwangu, zimiminika kwangu. Nimeteuliwa na Mungu, mkuu wa zote. Nimeteuliwa na Mungu, mkuu wa zote. Baraka zimiminikazo maishani mwangu. Baraka zimiminikazo maishani mwangu. Kwa neema yake Mungu ameziruhusu zimiminike kwangu. Kwa neema yake Mungu ameziruhusu zimiminike kwangu, zimiminike kwangu. Hey, everybody. Wale tuliopewa baraka, come on. Tena ni mwana mteule ninayependwa na Daddy. Mimi ni mtoto wa mfalme, tena ni mwana mteule ninayependwa na Baba yangu. Ameniruhusu nimiliki vyote vya ulimwengu. Baba yangu, ameniruhusu nitawale vyote vya duniani. Baba yangu, tena ni mwana mteule ninayependwa na Daddy. Mimi ni mtoto wa mfalme, tena ni mwana mteule ninayependwa na Baba yangu. Ameniruhusu nimiliki vyote vya duniani. Baba yangu, ameniruhusu nitawale vyote vya duniani. Baba yangu, Everybody. Wapi vigelegele?
aligeuka mwamba, Malaki alichotaka kuwalaniwa na aligeuka mwamba, alipomtafuta mganga Balaamu, kila laana aliyojaribu iligeuka kuwa baraka. alipomtafuta mganga Balaamu, kila laana aliyojaribu Iligeuka kuwa baraka. wewe unayetafuta kunilaani kwa maneno ya giza, wewe unayetafuta kunilaani kwa maneno ya giza, ninachokiamini Mungu hawezi geuza neno lake halipingwi kamwe. Ninachokiamini Mungu hawezi geuza neno lake halipingwi kamwe. Malaki alichotaka Kuwalaniwa na Israeli, aligeuka mwamba, Malaki alichotaka kuwalaniwa na Israeli, aligeuka mwamba, alipomtafuta mganga Balaamu, kila laana aliyojaribu iligeuka kuwa baraka. alipomtafuta mganga Balaamu, kila laana aliyojaribu Iligeuka kuwa baraka. na mimi ninatamka Na mimi natamka hakuna laana itakayoweza kupenya juu ya. Na mimi natamka hakuna itakayoweza kupenya juu ya. Mabaya yaliyoandaliwa juu ya. Yupo Bwana atayageuza kuwa baraka. Mabaya yaliyoandaliwa juu ya. Yupo Bwana atayageuza kuwa baraka. kuna silaha Hakuna silaha itakayofaulu itakayofaulu juu yangu juu ya. Mimi ni mtoto wa mfalme, hakuna laana itakayofaulu juu ya. Mimi ni mtoto wa mfalme. na mimi ninatamka Na mimi natamka hakuna laana itakayoweza kupenya juu ya. Na mimi natamka hakuna laana itakayoweza kupenya juu ya. Mabaya yaliyoandaliwa juu ya. Yupo Bwana atayageuza kuwa baraka. Mabaya yaliyoandaliwa juu ya. Yupo Bwana atayageuza kuwa baraka. Hakuna silaha hakuna silaha itakayofaulu juu yangu juu ya. Mimi ni mtoto wa mfalme, hakuna laana hakuna laana itakayofaulu ona juu ya. Mimi ni mtoto wa mfalme. Hakuna silaha kuna silaha itakayofaulu juu yangu juu ya. Mimi ni mtoto wa mfalme, hakuna laana hakuna laana itakayofaulu juu yangu juu ya. Mimi ni mtoto wa mfalme. na mimi ninatamka Bwana Yesu asifiwe. Hicho kilikuwa ni kipindi cha matoleo
Kwa wale mliochelewa, nimeona wanafunzi kutoka Bongwa Sekondari mmefika mmechelewa. Kama hamjatoa basi chomo kiko pale. Mlitoa. Endelea kukusifu, kukuhimidi na kuliinua jina lako. Tunakushukuru Bwana kwa kipindi hiki ambacho Bwana umeturuhusu kuleta matoleo mbele zako. Bwana, tunaomba matoleo haya ukayapokee, ukayabariki, yakafanye kazi sawasawa na mapenzi yako. Katubariki, ukatupe afya njema, maombi yetu yakakubaliwe mbele zako kupitia sadaka hii. Na sasa Bwana, watoto wako wanakwenda kwa ajili ya kujifunza neno lako takatifu katika madarasa yao. Tunawaombea watoto hawa, kawape ufahamu tokao kwako, kawaondolee hila zote za mwovu ibilisi ambazo zinaweza kujiinua ili wasiweze kusikia ujumbe wako. Tunawaweka mikononi mwako kwamba ukawabariki, ukawatakase, lakini pia tunaomba kwa ajili ya walimu wao, ukae pamoja nao, ukawape hekima na maarifa ya kuweza kuwafundisha watoto hawa. Tunaomba na kuamini ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Basi watoto, tuwatakalie masomo mema, mwende kwenye vyumba vyenu. Niombe sifa na kuabudu sasa. Tusogee mbele hapa tunapojiandaa kwa ajili ya neno, na nitakwenda kusoma neno, somo la pili baada ya watoto kuwa wametoka. Wakati wa sifa na kuabudu tusogee mbele ili tumsogeze mtumishi wa Mungu anapoenda kuleta neno la siku ya leo. Basi niombe sasa tukasome somo la pili ambalo linatoka kitabu cha Nabii Habakuki sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2. Somo letu la pili linatoka kitabu cha Nabii Habakuki sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2. Neno la Mungu linasema, sala ya Nabii Habakuki. E Bwana, nimesikia habari zako, nami naogopa. E Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Katikati ya miaka tangaza habari yake. Katika ghadhabu kumbuka rehema. Na hilo ndilo neno la Mungu. Naomba sasa tusimame tunapoenda kuabudu kwa ajili ya kwenda kusikia neno la uzima. Na nitamwomba Happiness Lamek utaomba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu baada ya kuwa tumemaliza kuabudu. Karibuni nyote. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Haleluya. Down
wako, mtumie kama upendavyo kwa utukufu wa jina lako. Tunasema asante Bwana, maana utaenda kusema nasi. Tunaomba na kuamini kupitia jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Naomba tupungiane mikono, watu wa Mungu. Safi sana. Mimi naitwa mchungaji Kasheto, kwa wale ambao ni wageni, na kwa kuwa tunaenda mpaka duniani huko, najitambulisha kwa ajili ya manufaa ya wengine wasionifahamu. Ni mchungaji kanisa la AIC hapa Buhongwa. Tunamshukuru Mungu kwa kazi zinazofanyika. Asante sana katibu, asante kiongozi wa ibada, asanteni sana wanakwaya, mmenibariki sana leo wote wanakwaya, mmenibariki. Mungu awabariki sana kwa kuja kwa wakati, na Bwana awe pamoja na sisi, tuendelee kuifanya kazi ya Bwana kwa wakati. Na siku ya leo napenda nizungumzie habari za uamsho. Na katika uamsho huu tutachukua kitabu cha Habakuki. Habakuki ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu, ni nabii mdogo hajulikani kati ya watu wahubiri wasiojulikana, ni pamoja na Habakuki. Lakini alitawala wakati huo taifa lake likiwa na udhalimu, taifa lake likiwa na hali mbaya. Ndio maana ukisoma sura ya kwanza, anapoanza mahubiri yake anaanza kwa kulia. Sijawahi kuona mhubiri hata mchungaji anasimama anaanza kulia tu. Hebu soma sura ya kwanza, anaanza kusema, Bwana, nilie mpaka lini? Anaanza kulia, anasema analia kwa sababu ya ugomvi, analia kwa sababu ya uharibifu, analia kwa sababu ya udhalimu uko mbele yake, analia kwa sababu sheria imelegea, analia kwa sababu hukumu haipatikani, hukumu ya haki haipatikani. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu huyo akaanza kulia. Na sasa sura ya 3 anaanza kuomba, anaombea uamsho. Anasema tunaliombea taifa la Mungu liwe na uamsho. Na mimi ombi hili nimelichukua ili liwe ombi letu hapa Buhongwa na kanisa la AIC, ya kwamba Mungu lete uamsho. Na uamsho maana yake ni hitaji la muhimu katika maisha ya Mkristo, hitaji la muhimu sana. Uamsho maana yake ni kutia nguvu, kwa neno la Kiingereza revive. Unatiwa nguvu mpya. Na hili ndio hitaji la Mkristo, kwamba Bwana, nitie nguvu mpya katika maisha yangu, nirejeshe tena katika mkono wako. Uamsho ni kumleta mtu aliyekuwa mbali na Roho Mtakatifu, aliyekuwa mbali na nguvu za Mungu, analetwa katika nguvu za Mungu. Haleluya! Na hili ndio hitaji la kanisa letu mahali hapa siku hizi. Na hitaji hili, uamsho, na nia yangu, tunapokuwa na uamsho, maana yake mwenye uamsho lazima aongezeke kwa mambo matatu ambayo mimi nataka tuyaombee siku ya leo. Kwanza, mwenye uamsho lazima aongezeke kiroho. Haleluya! Nia yangu watu waongezeke kiroho, sio yule kila mwaka, sio yule tangu juzi na leo yule hawezi kuomba. Maisha ya kiroho yaongezeke, maana yake nguvu za kiroho ziongezeke katika maisha yetu ya kiroho. Hili ni hitaji letu la kwanza. Kama ulikuwa huna nguvu za kiroho, tunapoomba uamsho, naambia Mungu, naomba unipe nguvu za kiroho. Si kwamba nilivyoishi mwaka juzi, si kwamba nilivyoishi mwaka jana, nataka niishi leo, na leo ni ili kesho niendelee kuwa na nguvu za kimungu. Hili ni hitaji la kwanza. Hitaji la pili, mtu mwenye uwezo, mwenye uamsho wa kiroho, lazima tuongezeke kiuchumi.
anataka uchumi wetu uongezeke Bwana, sio tukae wanyonge kila mwaka, hatuna huna chochote, huna mahitaji ya msingi. Mungu anataka tuongeze kiroho, lakini uchumi uongezeke, uchumi wetu uongezeke. Kama mimi nilikuwa nauza nyanya tenga moja, nataka yawe matenga 5. Kama mimi nilikuwa naendesha baisikeli, bodaboda wa baisikeli, nataka nipate bodaboda. Kama mimi nilikuwa naendesha bodaboda, nataka nipate bajaji. Kama mimi nilikuwa na bajaji, nataka ziwe 2, 3, 4, tuongezeke. Mungu anataka tuongezeke katika maisha. Hatupaswi kukaa katika hali ile ya unyonge, tunapaswa kuendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mtu ambaye hana uamsho, hata ukimpa bodaboda ambaye hana uamsho kwamba Bwana nakupa bodaboda hii na wewe upanuke, atakuwa analala mpaka saa 2, alafu ikifika saa 11 anarudi, au ikifika saa 10 namkuta kwenye mpira hapo. Pato alilopata hapo anaangalia kwenye mpira, kombe la dunia. Hivi lilishapita au bado linaendelea? Lilishapita Utakuta anaangalia kombe la dunia na huko amepewa ya marejesho. Au unakuta tu mtu amepewa bodaboda, amepaki bodaboda yake, anaanza kucheza lile, anacheza puru. Kumbuka jioni kuna marejesho, au wiki kuna marejesho. Ikifika marejesho, sina chochote mimi, sina chochote. Tunataka uongezeke hata kiuchumi. Bwana asifiwe sana. Lakini sio hivyo tu, uamsho tunaoutaka tuongezeke hata kijiografia. Tuongezeke kijiografia, tusikae pale tu, tunataka tupanuke. Buhongwa, tulianza Buhongwa hapa, tunataka tuwe kama tuna jumuiya ngapi kweli hapa? Jumuiya 5. Tunataka tuwe na jumuiya zingine zinaongezeka. Sio hivyo tu, tunataka isiwe Buhongwa hapa tu, tuende mpaka sehemu zingine tufanye kazi. Kama ni kwaya, tunataka kwaya isiwe inaimbia hapa tu, tunataka iende nje. Tunataka kupanua geographically, tuende mbali. Haleluya. Kanisa letu liende mbali. Tunataka tuende Umasaini, wakute Buhongwa inafanya kazi. Tunataka tuende Uganda, wakute Buhongwa inafanya kazi. Tunataka tuende mpaka Jimondoli, tukute Buhongwa inafanya. Tembea, panuka. Huo ndio unini uamsho tunaoutaka. Bwana asifiwe sana. Sio hivyo tu, tunataka hata wewe upanuke. Geografia yako ipanuke. Sio wewe ni pale tu, mimi ni wa pale. Buhongwa. Kama ni biashara yako, dampo wapi? Dampo misheni. Dampo unatoa dampo unapeleka Bulale. Dampo Bulale. Kila mwaka dampo Bulale. Ifike wakati na wewe sasa toa kule mbali ulete dampo na wao wachukue. Haleluya. Wakianza kuuliza hii umeipata wapi? Nimechukua kwa muuza nyanya mkuu anaitwa Esther. Ukifika kwa Esther, aleta loli. Ameleta loli la nyanya, ameleta loli la matango, la matikiti maji, na mtu anachukua jumla, anapeleka Kuyuni, mwingine anapeleka Bwiru, mwingine anapeleka Kisesa, mwingine anapanuka. Hiyo ndio tunataka, hiyo geografia ipanuke. Tupanuke. Hata wanakwaya tunataka tupanuke kijiografia. Sio tu kila siku hapa Yesu amenitendea hapa tu. Krismasi mnaenda wapi? Hatuna mwaliko, tuko hapa tu. Pasaka mnaenda wapi? Hatuna mwaliko, tuko hapa tu. Katikati ya mwezi huu mnaenda wapi? Ni hapa tu. Sisi nani atatualika? Ni wa hapa tu. Tunataka tupanuke. Barua za mialiko siwe zaidi ya 20. Ninazo hapa, nimezisahau ofisini. Barua ya mialiko yako 20, zaidi ya 20 hapa. Umealikwa sehemu mbalimbali. Hiyo ni kupanuka kijiografia. Mimi nina mialiko mingi, na ukicheza hapa kila wiki umealikwa.
unaenda wapi kufungisha ndoa, umeenda wapi kuhubiri, umeenda wapi kubariki, unaenda wapi, nimealikwa kila sehemu, umealikwa. Hiyo ndio tunataka Mkristo, hata Mkristo upanuke kijiografia upanuke. Sisi tusio wa hapa tu Buhongwa. Ifike wakati sisi kanisa letu tuseme tunaenda umasaini, tunawatuma vijana kwaya, nendeni umasaini. Halafu ninyi Buhongwa kwaya nendeni kabisa mpaka Kongo, mfike huko vijana kwaya, na ninyi akina mama nendeni Uganda mkafanye kazi. Panuka. Haleluya. Watoto, tunataka watoto, panuka, mwende mkafanye kazi. Na hiyo ndio uamsho tunaoutaka. Mungu atusaidie sana tupanuke kijiografia. Mambo matatu haya ya msingi sana. Haleluya. Mtu aliye na uamsho, naomba nikupe mambo machache ya mtu aliye na uamsho na baadaye twende tukaombe. Mtu aliye na uamsho, kitu cha kwanza, mtu mwenye uamsho aliyoomba Habakuki na ninaoomba mimi, mtu aliye na uamsho anajitawala yeye mwenyewe. Mtu ambaye hana uamsho hawezi kujitawala yeye mwenyewe. Ambaye kama wewe huna uamsho, hata ndoa yako unaweza kumuuliza, kaka yangu, hey, naomba uje unisaidie hapo bwana, mwaka huu nataka kunani. Unamuuliza, unaanza, uwezi kujitawala mwenyewe. Kila kitu unasaidiwa. Kila kitu wewe ni wa kushauriwa. Kila kitu wewe unaambiwa. Wakati mwingine unaweza ukashauriwa hata swala lako la imani. Unaweza kumuuliza, mimi bwana, vipi nishiriki meza ya Bwana? Unamuuliza nani? Kaka au dada au ndugu mwingine. Huwezi kujitawala. Kuna watu ambao hawana uamsho, hana maamuzi ya kwake. Kuna watu wanaishi humu, amekaa hapo, hana maamuzi ya kwake. Anaweza kuambia, usikae hapo, nenda kakae huko. Kuna mtu hana maamuzi ya kwake, hata kuimba anaambiwa imba huku, imba huku, anapelekeshwa huku na huku. Lakini mtu aliye na uamsho anajitawala yeye mwenyewe. Utawala ni wa kwake, anaamua mwenyewe. Kama ni mji wake, anaamua mwenyewe. Huo ndio tunataka kanisa la Mungu. Wenye uamsho waamue wenyewe, watawale wenyewe. Na hiyo ya kwanza. Ya pili, mtu ambaye hana uamsho hawezi kujitegemea yeye mwenyewe. Kila kitu ni tegemezi tu. Na Mungu anataka tujitegemee. Habakuki aliomba, Mungu, fufua kazi yako. Maana yake hivi, Mungu, watu hawa wajitawale wao wenyewe, asipatikane mtu mwingine wakuja kuwa anawaongoza kama remote, anawaambia fanya hivi, fanyeni hivi, mji wako fanya hivi, anakuendeshea. Ndoa yako fanya hivi, anakuendeshea. Maisha yako fanya hivi, kuabudu kwako fanya hivi, anakuendeshea. Kila kitu anakuendeshea. Lakini cha pili ni mtu anayejitegemea. Mungu anasema hivi, mwandishi hapa anasema mwenye uamsho anajitegemea mwenyewe. Uanze tu kuangalia kwenye maisha yako, kama huna nguvu kabisa za kujitegemea wewe, hata ukiwa mwanakwaya, kila kitu wewe unaomba. Sasa hivi tunataka kwenda Tabora kuimba Tabora Krismasi, mimi sina sale, naomba unisaidie sale. Basi nitakushonea. Unashonewa. Sina viatu, wenzangu wana viatu. Nitakupatia. Sina sale ya pili, maana wanataka wawe na sale 3. Sina zote hizo, sina uwezo. Haya, nitakushonea. Sina kitambaa, wengine wanavaa vitambaa, nitakushonea. Itafika wakati mpaka utasema sina nani ya ndani. No, nitakupatia. Siwezi, ni tegemezi tu. Sina heleni, nitakupatia. Sina angel face zile za kupaka kwenye mdomo, nitakupatia. Sina nywele za kupaka kwenye nini, nitakupatia. Litegemezi, maisha ya utegemezi. Maisha hayo ambayo hayo sio, ukiona mtu ni tegemezi, kila kitu tegemezi.
tegemezi kila kitu. Viatu ya cha kupewa, tusema cha kupewa. Viatu, heleni, nywele za bandia, mafuta ya kujipaka, gauni, anda nini, kila kitu napewa. Huyo ni mtu ambaye unamwambia Mungu, lete uamsho kwa mtu huyo, amka. Mungu atupatie uamsho. Lakini kitu kingine ambacho kinatakiwa mahali hapa, mtu mwenye uamsho ni mtu anayejieneza mwenyewe. Ana uwezo wa kujitawala, halafu anajitegemea, halafu anajieneza mwenyewe. Inafika wakati kama ni kwaya inajieneza yenyewe. Unaona makwaya tunayoona haya, hata nyimbo zao zinajieneza zenyewe. Kwani ukiimba wimbo chumvi imechacha, nini? Wimbo walimbaga nini? Chumvi imechacha, chacha au chumvi chacha, chumvi imechacha au chacha imechumvi. Chumvi imechacha. Ukisikia chumvi imechacha, unaona ni wimbo wapi? Ukisikia usiku wa manane, unasikia ni wapi? Hivi kwaya yenu wanajua wale wanani? Hata kwenye YouTube mnaweka. Na bahati mbaya hata kwenye YouTube, ukiwekwa kwenye YouTube, wewe mwenyewe hulaiki. Ninyi wenyewe hamlaiki, hamjilaiki. Ninyi wenyewe hamjikomenti. Ninyi wenyewe hamjisabu. Wapo tu. Unajua watu hawa hawana uamsho. Hebu oneni watu makwaya zilizo na uamsho, wakiposti tu hapa, wa kwanza kulaiki mwalimu wao, mwana kwaya nani, mchungaji nani. Unaona wote wamelaiki, wamecomment. Sisi hapa tuko zaidi ya 600 hapa, zaidi ya 600 wenye simu janja, zaidi ya 600. Tukicomment leo, kesho una comment tena, una like, sifa zinaonekana, unajieneza mwenyewe. Lakini sasa hivi hapa wanaona nyimbo zenu mmeziweka YouTube, lakini hata wewe mwenyewe hujacomment. Hata kulike hujalaiki. Wewe mwenyewe upo tu, umeliweka ni wimbo lako hapo wimbo wako umeweka halafu na ukatulia. Nani akueneze? Mwenye uamsho anajieneza mwenyewe. Haleluya. Dalili, mtu mwenye uamsho anafanya huduma ya Mungu ipasavyo. Mtu mwenye uamsho anaitenda kazi ya Bwana kwa nguvu. Anafanya kazi ya Mungu kwa mamlaka ya kimungu. Mtu mwenye uamsho, mtu asiye na uamsho, anafanya kazi ya Bwana kwa ulegevu. Ukiona mtu anafanya kazi ya Bwana kwa ulegevu, unajua huyu hana uamsho. Tena yuko chini ya laana. Kwani Yeremia inasemaje 48 mstari wa 10 mstari wa 48 Yeremia. Naomba mmoja alisomea Yeremia. Huyu ambaye hana uamsho kwenye maisha yake anafanya kazi kwa ulegevu. Ukikuta kwenye zoezi anafanya kwa ulegevu, niwaambie ninyi wanakwaya, mkifanya zoezi kwa ulegevu na uimbaji utaimba kwa mwanafunzi. Ninyi mnaosoma, ukijisomea kwa ulegevu na mtihani utapokea kwa ulegevu. Mwalimu akifundisha kwa ulegevu anapata wanafunzi walegevu. Mchungaji akifanya kazi kwa ulegevu, Wakristo wanakuwa na ulegevu. Hebu soma Yeremia 48. Nani amefika Yeremia? Huyu anayefanya kwa ulegevu kazi ya Bwana kwa ulegevu, huyu mtu ambaye hana uamsho. Dalili ya mtu asiye na uamsho, cha kwanza
anafanya kazi ya Bwana kwa ulegevu. Hebu anza kufikiria kwenye maisha yako. Hivi mimi kweli nafanya kazi ya Mungu kwa nguvu za kimungu bila ulegevu? Ukinikuta kwenye zoezi niko serious, nikija kwenye kuimba niko serious. Unajua hivyo ulivyo ni matokeo ya jana, ulivyo ya juzi, matokeo ya nyuma. Hivyo ulivyo ni matokeo ya nyuma. Kama unafanya kazi kwa nguvu, ndivyo ulivyo. Kama unafanya kazi kwa ulegevu, ndivyo ulivyo. Yeremia 48. Naomba mmoja nisomee. Mstari. 48 mstari wa 10. 48:10. Neno linasema kwa mtu anayefanya kazi kwa ulegevu, na laaniwe mtu yule afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Rudia tena. Na laaniwe mtu yule afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Anayefanya kazi ya Bwana kwa ulegevu yuko chini ya nini? Wote tuseme kwa pamoja, wapendwa. Anayefanya kazi ya Bwana kwa ulegevu yuko chini ya nini? Ya laana. Rudia tena kusoma mstari wetu. Na laaniwe mtu yule afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Na laaniwe mtu anayefanya kazi ya Bwana kwa ulegevu. Hii ni hatari. Maana yake ni hivi, ukikuta mwanakwaya unaimba kwa ulegevu, kwa utegeaji, wenzako wanafanya zoezi hapo kwenye mti na wewe unachati hapo. Soma mstari wetu, tusome wote kwa pamoja. Ukikuta kanisa tunaomba kwa nguvu, tunaiombea taifa, tunaomba kazi ya Bwana iendelee kusonga mbele, na wewe unaketi hapo nje unaanza kuchati. Soma. Na laaniwe mtu yule afanyaye kazi kwa ulegevu. Kazi ya Bwana ukiifanya kwa ulegevu yuko chini ya laana. Ndio maana Habakuki akasema, Bwana, fufua kazi yako, watu wa Mungu wasiishi chini ya laana. Watu wa Mungu wabarikiwe. Na nia yangu nataka kuona watu wa Mungu wanapata baraka, watu wa Mungu wanabarikiwa. Ukiona mtu mlegevu yuko chini ya laana. Ukipewa kazi halafu wewe unafanya kwa ulegevu, uko chini ya laana. Nalisema neno hili kwa huzuni sana, maana mwenye laana hawezi kubarikiwa. Mwenye laana kila analofanya hafanikiwi. Mwenye laana kila anachotenda hawezi kufanikiwa. Kumbe tatizo ni yeye mwenyewe amelianzisha. Amekosea kufanya kazi ya Bwana kwa ulegevu. Na Mungu anasema hivi, tangu Yohana Mbatizaji tangu Yohana Mbatizaji tangu Yohana mpaka sasa, ufalme wa Mungu unatekwa na walegevu. Wenye nini? Wenye nguvu. Wenye nguvu ndio watakao uteka ufalme wa Mungu. Hawa tumeokoka kwa neema, lakini kuuteka ufalme wa Mungu, kuna watu watapoteza ufalme wa Mungu kwa sababu ya ulegevu tu, kwa sababu ya uzembe tu, kwa sababu ya ulegevu wao. Hawafanyi kazi kwa bidii. Na tena Biblia inasema hivi, mikono ya mtu anayefanya kazi kwa ulegevu, mikono ya mtu anayefanya kazi kwa bidii itatawala. Mikono ya mtu anayefanya kazi kwa ulegevu atatozwa kodi. Linasema neno la Mungu. Mithali inasema hivi, ukifanya kazi kwa nguvu unatawala. Ni sawa tu hivi. Unakuta mama kwenye familia ndio anayefanya kazi kwa nguvu na juhudi, ndio anayeamka anaenda dampo, anashughulika. Baba yeye amepiga usingizi tu. Mtawala kwenye nyumba hiyo ni nani unafikiri? Haleluya. Baba utatawaliwa na mama, na wamama wakitawala
Nilimwona mama mmoja ametawala kwenye mji wake, anaenda kulipia karo watoto. Baba hana habari, amekaa tu. Mama alipofika hapo kwa M-Pesa hapo kwa wakala, anasema lipa namba hii hapa, lipa namba, nasomesha mtoto wangu. Na mimi nimeketi hapo, yaani nasomesha. Sasa hivi nimelipa 500,000 nilikuwa nadaiwa, nalipa 5, nimemaliza deni kabisa, lakini mwanaume amelala tu. Mimi nikaanza kuangalia, sasa huyu mama amefikaje tena kwa mwanaume amelala? Sema ndio, kwa sababu wanaume hamtaki kufanya kazi, kukaa tu nyumbani na kuhesabu magari ya watu yanapita hapo. Hata ukienda hapo ni kuanza kusema tu, chapeni kazi vijana, utamuoa mtoto wa nani? Wewe kijana, wewe unapewa kazi unaichezea, badala ya kuchapa kazi wewe uwe mtawala. Nikwambie mabinti mpo, chapeni kazi mabinti, kusudi atakaye kuoa umtawale. Yani wewe kila unachosema kila unachosema, yani yeye atakuwa anakubali tu kila anachosema ndio. Sasa mama mimi, sasa baba mimi, kesho nitaamka saa 11 naenda dampo, ndio. Sasa utakapokuwa hapo nyumbani, sasa angalia watoto hapo, wavalie watoto kale, ukaangalia kama kamekojoa kitandani, ndio. Halafu mama uangalie, mimi naweza kuchelewa siku hizi dampo, kuna kazi nyingi huko dampo, kutafuta mboga na nini, uwapikie uji watoto, uhakikishe washa moto. Ni mwanaume utakuta ninawasha jiko, baba lizima lipo hapo. Mama anapita barabarani, nyanya za Tabora, nyanya, au pampas au China, hizi zimetoka China. Pampas ni baba limekaa tu, alijua hata pampas zinatoka wapi, lipo tu. Haleluya! Mtu asiyefanya kazi yuko chini ya laana. Hivi kweli kwenye mji akilaaniwa baba, mji huo utaenda? Kichwa kimefanyaje? Kichwa kimelaaniwa. Mama anahitaji neema kukitengeneza kichwa hiki, aendelee mbele. Kwa kweli mtu yule asiyefanya kazi yuko chini ya laana. Ndio maana mtumishi wa Mungu Habakuki anasema, Mungu lete uamsho, watu wa Mungu wafanye kazi, watu wa Mungu waweze kufanya kazi kwa nguvu bila ulegevu. Mimi sipendi uzembe, sipendi kufanya kazi kwa ulegevu. Haleluya! Mimi unaniona sasa hivi nimevaa suti, lakini itafika wakati utaniona nimepiga kaptula, nafanya kazi. Sawa, ndio mtanipa huduma wiki lijalo, unaponipa huduma, lakini si kwamba mimi sitaweza kabisa, na mimi naendelea. Haleluya! Nafanya kazi, sio nategemea wakilishi tu wanihudumie. Mimi nimekaa tu naangalia TV hapo. TV, fanya kazi. Hebu muulize jirani yako, hivi wewe una kazi gani? Muulize jirani yako hapo tu, muulize, hivi wewe unafanya kazi gani? Amesemaje? Anasema anamtegemea mke wake, basi yuko chini ya laana. Au anategemea wazazi. Ni kijana likubwa ni wategemea wazazi. Tulishawahi kuambiwa hapo, unategemea mzazi. Mama, nimemaliza sabuni ya kufulia. Mama, nguo zangu zimechafuka, sasa nifanyeje? Ufanyeje? Ni baba likubwa, kijana mkubwa. Chapa, unawakuta vijana wengine hapa wanachapa kazi, wanafanya kazi. Hebu wafuatilie njia zao, fuatilia mwenendo wao. Hivi wewe unafanikiwaje? Hivi wewe unafanyaje? Kama ni kalanga, leo tafuta kalanga hapo dampo, nenda kanunue kalanga, halafu njoo zitengeneze, halafu ziite jina kalanga za Tabora, hata kama umenunua dampo.
badilisha tu jina. Kuna watu hapa wanaishi hapa kuna watu hapa wanaishi. Kuna mama mwingine akasema kabisa, mimi ni mjane, siwezi kabisa sasa hivi, mimi nimefiwa, yaani mimi hapa mnisaidiege tu, kanisa mnisaidiege tu. Kuna wajane humu wanaamka asubuhi, wanaenda dampo, halafu wanajipanga barabarani, halafu wanapata vitu na wanasomesha watoto wao, wengine wanajenga. Haleluya! Ipo kabisa hivyo. Chapa kazi, fanya kazi. Mungu atusaidie uamsho tuweze kuchapa kazi. Mikono inayofanya kwa ulegevu iko chini ya laana. Lakini sio hivyo tu. Dalili ya mtu aliyekoswa uamsho, anakoswa hamu ya kuomba. Hamu ya maombi inakosekana. Yaani unajipima, je, mimi nina hamu ya maombi? Ile hamu ya kuomba, hamu ya kuja kanisani, hamu ya kujumuika inakosekana. Mimi wanafikiria ikifika Jumapili mimi wasisilali. Kweli kabisa, mimi ikifika saa 10 na leo David umeni surprise. Yuko wapi David? Amefanya vizuri sana. Saa 11 ananigongea dirishani hapo, mchungaji, sema kuna nini? Anikuta niko macho na nimeshafungua kanisa hapa. Niliomba nikafungua kanisa hapa. Naomba funguo niende nikafungua kanisa, niweke mitambo, halafu nianze kulitia jina la Bwana. Akasema safi, Mungu akubariki sana. Amefungua mapema, baadaye nikasikia muziki unalia. Nilipokuja nikakuta vijana wanaimba, wanaomba. Hamu ya kuomba. Ukikuta mtu hana hamu ya maombi, huyo anahitaji uamsho moja kwa moja. Anahitaji Mungu nisaidie. Kwa mfano sasa hivi tumetangaza maombi ya siku ya Ijumaa. Tutakuwa na maombi ya kufunga, ya kukesha. Tutaanza saa 1, saa 2 tunakuwemo humu. Lakini wapo wengine watapinga tuende tukakeshe nini. Kuna wengine watakuja lakini hawataomba, badala yake wataketi nje hapo. Nilikuta miezi michache iliyopita hapa Buhongwa, nilienda kusali Buguku. Wakati ibada inaendelea hapo, nikakuta watu wamekaa kule kwa dukani, watu zaidi ya 20, wengine wameketi hapo, wengine wameketi hapo. Wakati wa kuomba nikataka niwe kama Habakuki nilie. Kwa hivyo hawa watu wanafanya nini? Hamu ya kuomba. Ukikuta mtu hana hamu ya ibada, hamu ya kuomba, nahitaji Mungu, naomba unisaidie nipate nguvu, nipate uamsho katika maisha yangu, maana nipate nguvu za kukuomba, maana nipate mamlaka ya kuomba, maana katika kuomba ndipo tunapewa mamlaka ya kimungu katika kuomba. Haleluya! Kadiri unavyosogea karibu na Mungu, na ndio Mungu anakupa mamlaka ya kwake. Sinishawahi kuambia mimi nilipopanda gari la jeshi mwaka jana, nimetoka kwenye msiba huko Butundwe huko, nimepita na gari la jeshi. Jinsi tulivyopita hapo kwenye feri, hatukupita kwenye feri, tukapita kwenye ile daraja dogo wakati lilikuwa bado halijaruhusiwa, lakini sisi tulipita wanajeshi, na niliwapungia mkono watu wa Mungu waliokuwa mahali hapo. Mnajua kabisa, nilishawahi kuambia, nilipowapunga mkono tu mara moja hivi, wakasimama, karibu wote walikuwa 5, wote wakasimama wakajikaza hapo. Mimi tu nimewapungia kwa sababu nimekaa kwenye gari la nini? La jeshi, na mimi nimekuwa mwanajeshi. Haleluya! Tukakimbia kidogo, nimefika mahali, tumetoka hapo barabarani, nimefika hapo katikati hapo, na tena nikawapungia tena vijana wengine, nikafanya hivi, hala wakasimama tena na wao wananipungia mkono, mwanajeshi. Haleluya! Kwa nini nilikuwa mwanajeshi? Kwa sababu nilikaa kwenye gari la. Unapokaa karibu na Mungu, na wewe unakuwa na nguvu za nani? Kwa maombi. Tulikuja kuaibika tuliposhushwa pale Usagara. Tuliposhushwa pale Usagara na rafiki yangu, dada yangu Masa Mashala, tuliposhushwa. Halafu bahati nzuri kabisa Masa Mashala alikuwa amenunua udaga huko debe 4, alafu akaziweka kwenye gari la jeshi, na yeye alikaa kama mwanajeshi. Unafikiri Mama Mashala akiwa mwanajeshi kwenye beka, unafikiri atakuwaje? Nafikiri kana jeshi kadogo.
lilikuwa limekaa limao, kila mtu anamwangalia mwenzake kama mwanajeshi. Kumbe mwenzangu ameweka udaga hapo na mwingine udaga hapo. Tulipofika mahali hapo Usagara pale kona hapo, gari la jeshi likasimama katikati ya roundabout mahali hapo, likapaki mahali hapo. Traffic yuko huko, nani atufuate? Wanajeshi. Kwanza kushuka mimi, mwanajeshi wa kwanza anashuka. Majamaa yalikuwa anachukua mizigo yetu tu, yanatupa huko. Mwanajeshi yanatupa huko. Sasa wanajeshi umeanza kupotea, yanatupa huko. Gari likaondoka, tukaachwa sisi kina mama Mashala, kina Chaba na wengine. Sasa hapa nikamwona traffic anaanza kusogea pole. Mimi nikasema hapa tutakamatwa. Nikaondoka haraka hapo. Mama Mashala alichukua gunia lake. Sasa mimi nikasema nini sasa hii? Nini sasa mama Mashala? Haleluya! Kilichotuangusha, tumetoka kwenye gari la jeshi na sio wanajeshi tena, hatuna mamlaka tena. Wote tuliondoka hapo, wenye mizigo yao kaondoka. Mimi na mzee Chaba tukaondoka haraka, tukaenda hapo tusubiri gari. Hamuna gari. Kakaja kabajaji. Tukaona ndugu yangu Chaba, tuingie humu kwenye bajaji. Tukaingia kwenye bajaji. Kabajaji na kenyewe kanavyotembea. Tukaketi na Mr. Chaba. Mimi namwangalia Chaba. Ninauliza hivi, tumetoka kwenye gari la jeshi, tuko kwenye bajaji. Vipi? Tumefika Jashishi hapo, nikaona mimi nifanye kama nikifikiri kama Samsoni anayefikiri nguvu zake bado zipo. Akajaribu kukata kamba akashindwa. Na mimi nikaona mamlaka ya kijeshi bado ninayo, labda hebu ninyoshe mikono kwa vijana wa Nyashishi. Nilipofika Nyashishi nikawanyoshea vijana mkono hapo. Nani aliniona? Na wafanyia hivi, hamuna kitu, majamaa yanaendelea tu. Huyu naye ni nini huyu? Haleluya! Nikaona kwa nini sina mamlaka tena, nimeondoka kwenye gari la jeshi. Maana yake kadiri unavyokaa, uamsho unakufanya ukae karibu na Mungu, upate hamu ya kuomba. Na ukipata hamu ya kuomba unapata nguvu. Mungu anakupa nguvu, Mungu anakupa mamlaka. Ukiona mtu hana hamu ya kuomba, anahitaji uamsho. Ukiona mtu hana hamu kabisa ya ibada, ikifika wakati wa ibada 1:30, yeye 2 ndio anakuja kwenye ibada. 3:00 nimeona kuna mtu mwingine hapo, nimemwona ameketi hapo, amekuja saa 4 ndio anakuja kwenye. Nimemuona wewe, ndio nimekuona hapo, umekuja ukapita mlango huu na mlikuwa wawili, ukapita ukakaa hapo na mwingine akakaa upande huo. Saa 4 unakuja kwenye ibada. Tunahitaji uamsho. Haleluya! Mwenye uamsho ikifika saa 12 tayari anajitayarisha bila ulegevu. Mwenye uamsho ikifika saa 1:30 anakuwemo kanisani, analitia jina la Bwana. Huo ndio uamsho tunaoutegemea kwenye maisha yetu. Mungu atusaidie sana, na Mungu awe pamoja na sisi. Tutaendelea wiki lijalo kuona jinsi mtu ambaye hana uamsho na mwenye uamsho wanavyopaswa kuwa katika maisha yao. Naomba tusimame. Tuhuishe Bwana. Mimi na imani katika maombi ya Ijumaa mkesha tutakuwa wengi tukilitia jina la Bwana. Mimi na imani watu kukaa nje kutapungua, kama sio kuisha kabisa. Mimi na imani tukianza kuomba sote tutaomba. Mimi nina imani kwenye zoezi wanakwaya watakuwa serious na mazoezi, sio kucheza tu, sio kulukaluka tu. Tunaambia kwenye zoezi tuje saa 10 kamili, mtu anakuja saa 11:30, saa 12.
halafu akifika saa 12 ndio anakuwa na maelezo mengi kibao. Yeremia 48:10 iko chini yako. Kama wewe unaimba kwa kulazimishwa, unaimba kwa kinyonge nyonge, Yeremia 48:10 ni ya kwako. Nipo madhabahuni hapa, ni ya kwako. Labda useme, Mungu, naomba uniondoe kwenye laana hii. Nataka kukutumikia bila unyonge, nataka kukutumikia kwa nguvu, maana ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Wenye nguvu ndio watakao uteka. Tuhuishe Bwana. Na mimi nataka kuomba, nataka niombe kwa ajili ya watu wanaohitaji. Bwana, naomba unisaidie niwe katika watu walio na uamsho kwenye maisha yangu, nijitawale, nijitegemee. Mungu, naomba unisaidie nijieneze. Tuhuishe Bwana, tuhuishe Bwana. Tuhuishe Bwana. Nataka kuomba. Kama kuna mtu, naona kuna mtu anahitaji kuhuishwa upya kwenye maisha yake, njoo kwenye madhabahu hii. Naomba mwende upande huo, waimbaji nenda upande huo. Njoo kwenye madhabahu hii. Mungu anahitaji, Mungu nihuishe upya kwenye maisha yangu. Nataka nguvu mpya kwenye maisha yangu. Njoo kwenye madhabahu hii. Nataka kuomba kwa ajili yako. Tunataka watu wenye nguvu Bwana. Tunataka watu walio na uhuisho. Na mimi Mungu niweke kwenye uhuisho. Na mimi niko mbele yako, niko mbele ya madhabahu hii. Nahitaji kuhuishwa upya kwenye maisha yangu. Sitaki Mungu nifanye kazi yako kwa uzembe. Mungu nihuishe. Nahitaji nguvu za Mungu katika maisha. Njoo tuhuishe Bwana. Inua mkono wako, inua mkono wako tunapokwenda kuomba. Bwana Yesu, ninakutamkia kwamba kile kilichosemwa kuwa hakitawezekana, na kutamkia ya kwamba kinakwenda kuwezekana siku ya leo. Rafiki yangu, na kutamkia ya kwamba wiki hii haitakuwa kama wiki iliyopita, haitakuwa kama wiki zilizopita.
kila neno la kushindwa lililonenwa juu yako tunalibatilisha kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu tunalibatilisha kwa jina la Yesu. Kila hukumu ya mauti tunaifuta, inafutwa kwa jina la Yesu. Kila tamko la aibu lililotamkwa juu yako, tamko la kuchelewa, tamko la kurudi nyuma, tamko la kufungwa, tamko linalopoteza nguvu zako, katika jina la Yesu tunalifunga kwa damu ya Yesu, na kutamkia kwamba kile kilichosemwa kuwa hakiwezekani kinawezekana kwako. Kinawezekana kwako. Kile kilichotamkwa ya kwamba hakitawezekana kwako kitawezekana. Kile kilichosemwa ya kwamba utakufa bali utaishi. Kile kilichosemwa ya kwamba kimefungwa tunakifungua kwa jina la Yesu. Tunakifungua kwa jina la Yesu. Kama ni pepo wachafu walifungwa kwako, tunafungua kwa jina la Yesu. Ninaona Mungu akibatilisha taarifa mbaya katika maisha yako. Taarifa mbaya zinakuwa ushuhuda kwako. Ninaona Mungu akibadilisha kilio chako kuwa furaha, na iwe hivyo. Mungu, naomba ukasimame katikati ya watu wako. Naona Mungu akibadilisha hukumu kuwa neema. Ninaona milango iliyofungwa usifanikiwe, unakwenda kufanikiwa. Unakwenda kufanikiwa kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Na kutamkia baraka madhabahuni hapa. Unapotoka siku ya leo, nenda kafanikiwe. Ukafanikiwe kwa kazi ya Mungu, ukafanikiwe kwa kazi zako, ukafanikiwe kwa kazi za kijamii, ukafanikiwe afya yako. Bwana, watoto wako ninawaweka mikononi mwa Mungu. Wale waliotamkwa ya kwamba hawataweza, wanaweza kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, naomba ukasimame na mtu huyu amelia sana. Siku ya leo iwe furaha. Uamsho Mungu kaonekane katikati ya maisha yake. Uamsho Mungu kaonekane katikati ya maisha yake. Mungu, nenda kasimame pamoja naye Bwana. Kila tamko la aibu, kila tamko la kurudi nyuma, kila tamko la kufungwa linapoteza nguvu zake sasa kwa damu ya Yesu. Kifungo cha pepo wachafu, kifungo cha shetani tunakifungua kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Mungu, nenda kasimame na watu wako, wabariki watoto wako wanapotoka mahali hapa. Mungu, yamkini yupo amefanya kazi yako kwa ulegevu. Mungu, naomba umuondoe katika laana siku ya leo. Mungu, iwe ni siku ya kubarikiwa. Yeremia 48 mstari wa 10, tunabatilisha kwa huyu ambaye alikuwa akifanya kazi yako kwa kutegea, amefanya kazi yako kwa kulazimishwa, amefanya kazi yako kwa kulazimishwa. Mungu, naomba ukamlete. Natubu kwa ajili yake, natubu kwa ajili yake, natubu kwa ajili yake. Mungu, msaidie. Baba, nakushukuru. Asante Mungu, naomba nibariki Mungu. Nisaidie mtoto wako, usimame pamoja nami, uwe pamoja nasi. Tuhuishe Bwana tunaporudi sasa kuketi, tunaporudi kuketi tunaimba tuhuishe Bwana, tuhuishe Bwana, nyosha mkono. Naomba tuketi.
naomba niombe kwa ajili ya bodaboda waliomo humu. Sijui hili limekuja tu, nataka niombe kwa ajili ya bodaboda waliomo humu. Kama we ni bodaboda, naomba niombe kwa ajili yako. Nataka niombe kwa ajili yako. Kuna wengine wana marejesho, naomba kwa ajili ya mkono wa Mungu. Mungu akusaidie, baada ya muda, baada ya mwaka, bodaboda hiyo uimiliki iwe ya kwako na upate bodaboda zingine. Bodaboda wa kanisani hapa, naomba waje huku mbele. Tuishe Bwana, iwe bodaboda iwe wa bajaji wote. Ujeupe sitwao mautu baraka. Inua mikono yako, inua mkono wako, mikono yenu inueni mikono yako. Baba, katika jina la Yesu, naomba kwa ajili ya vijana hawa bodaboda, maafisa usafirishaji. Umewabariki sana vijana hawa Bwana, naomba wape kujieneza, naomba wape kujitawala, naomba wape kujitegemea kwa damu ya Yesu. Yamkini wapo ambao bodaboda zao ni za mkopo. Mungu, naomba urejesho, watoto wako ukawahuishe, wakaweze kurejesha kwa haraka na wakamiliki bodaboda zao, moja baada ya nyingine, moja baada ya nyingine, zikabadilike kuwa bajaji, zikabadilike kuwa gari, zikabadilike kuwa magari, kwa jina la Yesu. Mungu, watumie vijana hawa kwa uaminifu, watumie vijana hawa kwa uaminifu. Naomba ukasimame pamoja nao, neema yako ikapate kuonekana. Asante Roho Mtakatifu ya kwamba utawatumia, kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen, amen, amen. Naomba mrudi mkaketi. Namba zenu naomba mziache wazi, mjieneze, namba zenu zijulikane. Kuna watu wengi hapo humu kanisani, tunatosha kabisa kwa support sisi humu kanisani. Kumsafirisha huyu unampeleka, unamleta, unampeleka, baada ya muda marejesho yanakuwa ni mengi. Kuna wengine wanaogopa hata kuja Jumapili kanisani kwa sababu ya marejesho. Tajiri anataka 10,000 au 20 kwa siku. Inawezekana, njoni kanisani na sisi tutawasapoti, mtatusafirisha huku na huku na huku na huku, basi inarejea hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitumie nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake na kwa kazi iliyoko mbele yetu. Leo ni siku ya kwa ajili ya kuchangia Magesa Conference Center ambayo tuliita Ngeleka, na iko hapo Ngeleka hapo. Siku ya leo tunachangia hiyo, na tumeambiwa sisi tumepewa bajeti ya milioni 1